kikubwa, lakini adui amepanda uharibifu, amepanda asieleweke. Muone Rahabu. Rahabu ana kitu kikubwa. Rahabu ana hazina kubwa ndani yake. Lakini muangalie Rahabu, hata wana wa Israeli wanapoizunguka, wanazunguka ule mji, lengo la kuzunguka ule mji, Mungu alikuwa anataka afuatwe Rahabu, kwa sababu Mungu alijua ndani ya Rahabu kuna kitu kikubwa kiko ndani ya Rahabu. Lazima Rahabu apatikane. Angalia hao watu walipokuwa wanazunguka ule mji, wanaizunguka ile Yeriko, sio kana kwamba walikuwa wanataka mji, kwa sababu Mungu hakuwa na agano nao wamiliki huo mji. Wao walikuwa wanauzunguka, lakini lengo kubwa alikuwa anatafutwa Rahabu. Huwezi jua hata kwenye kongamano hili ambao tunakwenda kulimaliza siku ya kesho, tunapozunguka, huwezi jua kongamano hili Mungu ameliandaa. Ana haja na maisha yako, ana haja na ndoa yako, ana haja na familia yako, ana haja na moyo wako, ana haja na huduma ambayo adui ameikamata na atakwenda kuiachia. Apende asipende ataiachia. Nasema tena, wapende wasipende wataiachia. Hebu sema tena, achia kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa hapa? Kwa adui anaangaliaga. Kuna watu wana vitu vikubwa, lakini adui anawawekea kutokujua kwamba wana vitu vikubwa. Okay, tunamwona Gideon. Gideon ana kitu kikubwa ndani. Hatima iliyo ndani ya Gideon ni kulitetea taifa. Lakini angalia Gideon aliye na hatima kubwa ndani yake. Adui alichomfanyia Gideon, akamwekea roho ya uoga. Gideon muoga, lakini ndani ana kitu, lakini muoga. Kuna kitu ndani unakuta, lakini kuna hali shetani ameweka. Kuna namna fulani unatamani, lakini kuna hali ambayo shetani ameiweka. Anajua kabisa huyu ana kitu. Usiguse mic yangu. Anajua huyu ana kitu. Anapojua huyu ana kitu, anaweka hali fulani. Kuna hali ambayo iko ndani yako, sio hali ya kawaida, kwa sababu tayari shetani ameshaona, amejua huyu ana jambo fulani. Mwingine ana baraka kwenye uzazi, adui anaona huyu tumbo limebarikiwa. Mwingine adui anaona huyu amebarikiwa mikono, kila anachogusa kwa mikono yake kinafanikiwa. Adui anachofanya kwenye hiyo mikono, anapandikiza mavitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yako, kila unachofanya kinapukutika. Anasema, ukilisoma ili andiko vizuri na kulitafakari, kuna kitu unaweza ukajifunza na kukielewa. Anasema usiku walipolala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano. Hii ambayo inaongelewa ngano ni njema, magugu ni uharibifu. Kwa kuna wakati mwingine una nyota kali, lakini adui amepanda uovu kwenye hiyo nyota. Kuna mwingine Mungu amebariki tumbo la uzazi, una baraka kwenye tumbo la uzazi, lakini adui analiona tumbo la uzazi, anaona huyu ana nyota ya uzazi, huyu ana nyota ya uzao. Adui anachofanya, anapanda uharibifu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kila aina ya pando ambalo adui amelipanda juu ya maisha yangu, leo naling'oa. Sema nakataa mapando ya uharibifu juu yangu. Inua mikono yako, sema kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kila roho chafu niliyowekewa, kuanzia sasa nasambaratisha. Toeka roho ya kuzimu inayotenda kazi juu ya maisha yangu. Kuanzia sasa naliamsha kusudi la Mungu lililowekwa ndani yangu. Kuanzia sasa, kila aliyenifunga, kila aliyeniloga, kwa damu ya Yesu ninakuapisha, niachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu yoyote inayonishikilia, naagiza sasa hivi, ewe madhabahu, leo naipiga, leo niachie. Yoyote aliyeniloga, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, leo niachie. Wakati unasema hivyo, nguvu ya Mungu inatembea na wewe. Nguvu ya Mungu inatembea juu yako, na hiyo roho inakuachia. Sema niachie. Sema kwa damu ya Yesu. Yoyote aliyenichezea, yoyote aliyeniloga, yoyote aliyenifunga, aliyeiba nyota yangu, aliyenizuia, wewe unayenizuia, wewe. Sema tena, wewe unayenizuia, leo nakupiga, leo nakuponda, leo nakusambaratisha. Sema niachie.
Yes. Inua mikono leo, unaachiwa. Leo unaenda unaachiwa. Wameloga watakuachia, wamekufunga watakuachia, wameiba nyota watakuachia, wanakutumia wanatajirika wao kwa nyota yako, kwa mikono yako, kwa kipawa chako, watakuachia. Watakuachia. Wanapata wateja kwa sababu ya nyota yako, wanakubalika mahala kwa sababu ya nyota yako. Leo ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto.